Oya, ni bonge la picha na naimani utalipenda, lakini bila kusahau uko na Rick the MC from TZ, na hapa na kuletea movie ambazo naimani zitakwenda kuburudisha na ukupa elimu ambayo itakwenda kubadilisha. Ni Swahili Freaks, na usisahau kusubscribe, like na comment. Basi moja kwa moja una movie hapa ya Kihindi ambayo naimani itakwenda kukupa funzo na burudani haswa. Moja kwa moja movie yetu inaanza ikionyesha sayari au nyota na baadhi ya galaxies zilizoko angani, na dada mmoja anayekwenda kwa jina la Jagu anatoa utangulizi akisema kwamba angani kuna galaxy ngapi. Anasema kwamba unaweza kutumia miaka 6000 kuweza kuhesabu galaxy zilizopo katika anga lako pekee, lakini anauliza kwamba ikiwa tunaweza kwenda huko na kuchunguza viumbe walioko katika galaxy ambayo sio sayari yetu, je, wao pia hawawezi kufunga safari na kuja kwetu kwa ajili ya kutuchunguza? Hadi maswali ya mafumbo ambayo yanaanza dada huyu akiweza kuelezea anamaanisha nini kusema hivyo. Basi moja kwa moja twende kwenye picha letu. Inavyoanza, inaanza ikionyesha uso wa dunia, na katika uso huo wa dunia tunaona kuna ndege ambayo inashuka kutoka kwa kupitia wingu fulani, na katika ndege hii kuna mwanadamu ambaye ametoka katika sayari nyingine kwa ajili ya kuja kufanya uchunguzi katika dunia yetu, na inavyoonyesha ana kifaa ambacho amekivaa shingoni. Hicho nacho ni kifaa ambacho amekivaa shingoni. Kwa kifaa hiki anaweza kutumia kuita ndege hii rudi au iondoke. Basi hapa anatoa ishara kwenye kifaa hiki ili iweze kuondoka, na baada ya hapo aanza uchunguzi wake. Huwezi kuamini bwana, katika uchunguzi kwa mara ya kwanza kabisa ilikuwa ni Rajasthan huko India, lakini anaona binadamu ambaye yeye anamshangaa. Akimwangalia binadamu huyu anaona kama ana ngozi nyingi, lakini kiukweli ni kwamba hizi sio ngozi nyingi bali ni nguo. Kwa hiyo kwao hawavai nguo, lakini katika dunia hii wanavaa nguo. Kwa hiyo wakati akimshangaa huyu na kumfanyia uchunguzi, huyu naye anamshangaa binadamu ambaye yuko uchi wa mnyama, ni mtu mzima. Kumbuka huu ni utamaduni wa katika dunia yao kuwa uchi, lakini huyu anashangaa kuona mbona huyu mtu ana ngozi nyingi. Kunabidi akimbie na kwenda kumchunguza. Hivyo kunapofika pale, bahati mbaya katika kuchunguzana, binadamu huyu wa duniani anaona kifaa na kumnyang'anya kifaa chake ambacho ni remote ya kuweza kuitia ndege yake baada ya uchunguzi ili aweze kurudi. Kwa hiyo maana yake hapo anakuwa hana tena remote ya kuweza kuitia ndege yake au safiri wa kumrudisha kwao. Kwa inabidi amkimbize mtu huyu ili aweze kumnyang'anya remote yake, lakini katika harakati za kumnyang'anya remote hii, huyu binadamu bwana anachukua mchanga au chumvi hii na kuweza kumrushia usoni. Kwa hiyo bahati mbaya anakuwa hana remote ya kuitia ndege yake, kwa hata baada ya uchunguzi hawezi kurudi nyumbani, lakini anabaki na kifaa ambacho hajui hata maana yake. Kumbuka hajui lugha yoyote ya dunia, lakini pia hajui, hana rafiki duniani. Je, ataweza kufanikiwa kurudi nyumbani? Je, ataweza kufanikiwa kupata hiyo remote ili aweze kuita hiyo ndege na kurudi nyumbani? Hapa ndipo mkasa na kisanga inapoanzia wa filamu hii. Moja kwa moja tunaanza na kumwona dada mwingine hapa ambaye anakwenda kwa jina la Jagu. Hapa ni in Bangladesh, India. Dada huyu anakwenda katika ukumbi wa maonyesho. Ukumbi huu anapatikana mwigizaji maarufu nchini India, anakwenda kwa jina la Bachchan. Kwa anapokwenda kuingia, bahati mbaya anachelewa na anakuta tayari tiketi zimeisha. Kwa hiyo anasikia mtu anauza tiketi za dharura, lakini tiketi hizi bahati mbaya wanajikuta wako watu wawili bwana. Katika gombana tiketi hii, huyu jamaa anasema tiketi hii inauza 100,000. Binti anashangaa, 100,000 wakati tiketi hii inauzwa kwa shilingi 40,000 pekee. Basi jamaa anasema kwa dharau, bwana muda ni mahali, nimekaa pale kwa lisali zima, kwa hiyo kama hauna 100,000 mnaweza mkasepa. Kwa hiyo nashindwa sasa kuweza kufanyaje, kuweza kununua ile tiketi. Kwa hiyo moja kwa moja baada ya kushinda kununua tiketi, wanabidi waweze kupanga mpango. Bwana cha kufanya ni hivi, tuweze kuchangia hela nusu, alafu mimi nitaingia kipindi cha kwanza ambacho ni cha ushairi, alafu wewe utaingia kipindi cha pili ambacho ni cha maigizo. Basi wanakubaliana kama hivyo, wanachanga hela, lakini bahati mbaya hela inakuwa ikamiliki. Sasa ile inaishia nusu, inaishia 96, lakini na sio mbaya, waende wakamdembeleza baba huyu kama anaweza kuwapunguzia, lakini jamaa anazidi kuweka ngumu na anazidi kukatalia. Kwa hiyo baada ya kukatalia, dada huyu anamuona mzee mmoja akiwa amekaa mahali fulani hivi akila zake ice cream, kwa anakwenda kumuomba, samahani bwana, tunaomba tusaidie, naomba uniazimishe shilingi 40,000 nikupe saa yangu. Saa hii ni ya gharama, saa hii nimenunua 100,000, kwa hiyo nakuuzia kwa 40,000 ili nipate tiketi ya
kuingia kumwona Bachchan. Basi mzee huyo anamjibu kwa, mimi mwenyewe nataka tiketi, nimekoswa. Hapana, usiwaze, yule pale anauza kwa 100,000. Basi usiwaze, naenda kukuchukulia tiketi hapo, alafu nakuletea. Basi mzee anakwenda na kuongea na yule kijana, anatoa 100,000 na kununua tiketi, na baadaye aletee, na yeye anakwenda ukumbini. Basi binti anakasirika kweli kweli, vipi ujinga gani huo bwana, umesema unakuja kunipa kwa 96, mbona unanibadilikia? Mzee anasema achana, mimi bwana nimelipa 100,000, kama una hela nipe. Basi inakuwa ni ugomvi pale na fulakana hapa na pale. Basi walinzi wanakuja na kusaidia, na kijana huyu inabidi samsaidie huyu binti na kumkimbiza mbali na hapa. Basi anamkimbiza kule mbali na wanaanza story. Katika story zao bwana, uweze kuamini, wanaangukia katika mapenzi. Unaona kwa katika mapenzi hivyo, na mwisho wa siku wanatambulishana. Bahati mbaya katika utambulisho wao wanagundua kwamba mmoja ni Muislamu na mwingine ni Muhindu. Kwa hiyo kidini kwa mahusiano inakuwa ni ngumu zaidi. Kwa mahusiano yao inaingia mchanga kama hivyo, inakuwa ni ngumu kuweza kuwa pamoja. Kwa hiyo inabidi waweze kuchengana, mmoja apite hivi, mwingine apite hivi. Lakini bwana uweze kuamini bwana, mapenzi na nguvu bwana. Muda si mrefu, kwa muda kidogo, katika ukaribu hapa na pale, wanajikuta wanarudi katika mapenzi, katika uhusiano wa mapenzi. Wanavyokuwa katika uhusiano wa mapenzi, basi binti anapiga simu kwao kuwajulisha ndugu yake na wazazi wake, lakini bahati mbaya upinzani unakuwa ni mkubwa kati yao na wazazi wake. Kwa nini kinatokea? Mama anakataa kata, lakini baba anasema kwamba hamna, tusimkatalie binti yetu, hebu ngoja nikimbie kwa nabii. Basi unaambiwa baba huyu alikuwa nabii ambaye alikuwa anamwamini kinyama, kwa nabii huyu akitabiri kitu ni kweli. Anakimbiza laptop kwa yule nabii ili aweze kumtabiria binti yake. Basi nabii anatia ngumu kwamba huyu binti hawezi kuwa na huyu jamaa, kama binti bwana hawezi kuwa na huyu jamaa. Kwa hiyo nini cha kufanya? Hapa cha kufanya ni kwamba aweze kuachana naye. Unaona bana, lakini binti anagoma. Binti baadaye ugoma, inabidi ampe sasa yule Sarfraz, yani mpenzi wake mtihani. Kwa kuwa nabii amekataa na baba amekataa, basi inabidi ampe mtihani Sarfraz. Mtihani gani? Anamwambia kama kweli unanipenda, kesho uje tuweze kufunga ndoa. Wapi? Kanisani. Sarfraz anamkubalia. Basi binti mapema sana anaamka na kuamkia kanisani. Lakini bahati mbaya bwana, anapewa paka hapa. Basi hapa ndio kuna kisanga hapa. Anapewa paka aweze kumshikia na huyu bibi harusi ambaye yuko zamu kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kufunga ndoa. Na baada sekunde anakuja kijana ambaye aliambiwa ampe binti mwenye paka hii barua. Basi Jabu bila kujua anasoma ile barua, na barua kuna ujumbe unasema kwamba siwezi kuwa na wewe kwa sababu mila zetu ni tofauti. Kwa hiyo sintokuja, samani nisamee. Kwa basi Jagu anaamini kwamba ni Sarfraz aliyeandika ile barua. Je, ni kweli? Picha inaendelea bwana. Binti anagundua kwamba Sarfraz kamsaliti, kwa inabidi asale na kuondoka kwa uchungu na machozi, na anaondoka bwana. Anahamia katika mji wa New Delhi. Huko anakwenda kujiunga na kituo cha habari cha kurusha habari live. Basi katika harakati zake za hapa na pale anaanza kazi, lakini leo katika kazi zake anamuona mtu aliyevalia kitofauti kidogo. Kama unavyoona jamaa kavalia element ya njano, lakini pia ana pigo zake za ajabu. Akimwangalia jamaa anagawa bwana, anagawa peperushi imeandikwa na mtafuta Mungu aliyepotea. Mbona ana mambo ya ajabu, unaona? Kwa inabidi aende akamuoji, akiamini hapa atapata habari ya kurusha na kuingiza viewers wa kutosha. Kwa anakwenda kumhoji, vipi bwana, unasema unamtafuta Mungu aliyepotea? Jamaa ndio unamtafuta Mungu aliyepotea. Namtafuta Mungu aliyepotea bwana. Anamuuliza, kwani huyu Mungu unamtafutia wapi? Ameondoka na ndai langu nyingi sana, nampa sadaka zangu lakini ajibu maombi yangu. Binti anashangaa, wewe acha basi. Anamuuliza, ushamuona? Anasema bado sijamuona. Basi kama hujamuona pita hivi bwana, mimi natafuta Mungu aliyepotea. Kama hujamuona pita hivi. Basi jamaa anaendelea kutafuta Mungu wake aliyepotea kama kawaida, kama hivyo, lakini binti halidhiki bwana. Leo binti akiwa katika kipindi chake kama kawaida kurusha live, lakini leo hapa ana kipindi cha mbwa. Maana yake leo kuna mbwa anaitwa Niku. Mbwa huyu bwana huwezi kuamini, unaambiwa mbwa huyu alishawahi kujitupa juu ya gorofa, lakini pia mbwa huyu alishawahi kutaka kujichoma kwenye jiko la gesi. Kwa hiyo hapa anajaribu kuelezea kwamba mbwa huyu ana shida gani? Je, Niko ana pungufu wa akili? Je, lakini wazo hili anahisi hatakuwa na viewers wengi. Kwa anaomba inabidi akatishe kipindi alafu aende kwa bosi wake. Basi bosi wake ndio huyu hapa akiwa kwenye kurusha live bwana. Basi bosi wake inabidi aje amsikilize. Jamaa anakuja. Vipi? Basi binti anasema kwamba bwana, mimi na wazo ili swala la mbwa halitotupa hela nyingi. Mimi nina wazo ambalo linaweza kutupa viewers wengi.
Jamaa anamuuliza una wazo gani? Anamwambia bwana, nimekutana na mtu kwa ajabu. Mtu huyu anatafuta Mungu aliyepotea. Kwa hiyo tukimpata mtu huyu tunaweza kupiga hela, tukiwa na viewers wengi. Jamaa anasema wacha ujinga bwana. Masuala ya imani na dini mimi siwezi kabisa. Nilijaribu kurusha masuala ya imani nikachomwa na watu hawa. Walinichoma kwenye makalio mara 3. Kwa hiyo siwezi kuhusu masuala ya dini. Basi jamaa anatia ngumu, siwezi kumuita mtu huyu aje hapa. Kumbuka nikukumbushe mtazamaji wangu, mtu huyu ni mtu yule ambaye alikuja wakati ule kama unakumbuka na kaibiwa remote yake, ambaye alikuwa hajui lugha wala hajui hana rafiki duniani na kaibiwa remote. Kwa binti anakuwa haridhiki. Siku hii akiwa anaelekea kazini asubuhi, anamwona mtu huyu. Kwa inabidi amfuate nyuma ili aweze kumfuatilia, ajue mtu huyu ana kitu gani. Bwana anaonekana kitofauti kidogo na watu duniani. Kwa anamfuata, anamuona hapa anaingia kwenye hekalu hapa.